contractors yoyote, kama umepatiwa mradi, tafadhali fanya huo mradi na wale professionals. Tuko na professionals kwa county, tuko na works officers, tuko na wanaitwaje watu ya physical planning, tuko na site engineers. Fanya kazi na wao, manake hata kabla hujalipwa lazima wakupatie certificate ya kwamba huu mradi umekamilika vilivyo. So na wahimiza contractors wote, kama umepewa kazi, fanya kazi na wataalamu ambao wako Nyamira, ambao wanajua mambo ya huu mradi. Nimesikia ya kwamba wale walikuwa wanajenga hicho, walikuwa wamejenga zile zingine. So ni kama walikuwa wanajua terrain ya hapa inakaa namna gani. Ya pili, hii ardhi iko hapa ni kama inayeyuka haraka. Na nimepeana example ya kwamba kuna moja tulijenga Kiabonyoru Girls. Karibu ilete shida kama hiyo. Lakini ule contractor alienda Nyamira, akaleta mtu ya wanaitwaje? Site engineers. Wakakuja wakamwambia simamishia hapo, usiendelee. Hizi futi 5 ambazo umejenga korogea kwanza, alafu uendelee. Sasa swali langu ni kwa kuuliza hawa site engineers waliwahi kutembelea mradi ukiendelea? Number 2, napiga asante kwa wale disaster management ambayo walikuja na tractor. Lakini kama udongo unayeyuka bila tractor, niulize, tractor ikiwa juu zitayeyuka zaidi? Uzito wa tractor wenyewe. So ndio naambia maaskari, watu ya investigation wakuja wa investigate, na kama kuna mtu ako na ambaye alitepetea kwa kazi, lazima hatua ichukuliwe. Lakini jambo pia na mimi linanisumbua kichwa sasa, hata mimi sasa nitaogopa kujenga choo. Sasa tutaijenga wapi? Manake hapa watu wameumia sana. So sijui tutachagua site ingine tuweke choo, manake ile pesa yao bado iko. Na shule inataka choo. Choo inaweza funga shule. Kama hakuna choo, shule inafunga. Na kweli walipata barua kutoka kwa Ministry of Public Health kuambiwa kama mtajenga choo, shule inafungwa. Ndio sababu manake tukatumia pesa ya emergency kujaribu kujenga hii. So napigia watu wa hapa poleni sana. Tutatembea na familia zote, tutakuwa na mkutano familia zote 4, tupange vile hao wenzetu tutawazika. Asante.